Kila mmoja ambaye anainvest kwenye kile ambacho moyo wa Mungu unabeba, hazina yake huwa haishi hapa duniani tu, inaenda kwenye umilele. Unaelewa, hata kule mbinguni watu wote hatutakaa mahala pale pale. Ile hema ya jangwa unayoiona, kuna ua wa nje, kuna mahala patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Inakupa dimensions, inakupa uwanda. Ule ua wa nje mnaweza mkasalimiana mpaka na watu wa mataifa, nuru yake ni ya jua. Kuna watu watafika mbinguni wanaenda kuishia pale kwenye ua wa nje, ila ni mbinguni. Wecheka tu, utakapofika pale utaenjoy kweli, kwa sababu pale panaitwa paradiso, panafanana na dunia. Kuna miti, kuna mito, pazuri sana, utaishi milele. Lakini kuna watu watakaoingia pale patakatifu. Kule ulimwengu ule wanaoishi hapa wa nje, wakiingia pale kama uhai unawatoweka, wanazimia. Unaona vile ambavyo Yohana alifika mbinguni na malaika wa Bwana akamwambia, njoo huku juu, panda huku juu ni kuonyeshe mambo utakayoyaona. Ulidhani mbinguni tu, sura ya 4 kasome. Alipopandishwa kule mbinguni, kuna juu kwingine. Alipopandishwa akaanza kuona mambo yanayotokea kwenye dhiki kuu. Kinachomhamisha mtu kuondoka huo wa nje ni nini? Ni mbegu anazopanda huku duniani, zinazogusa moyo wa Mungu, ajenda ya Mungu. Kwa nini kanisa liko huku duniani? Wewe usiachwe nje. Hakikisha katika maisha yako yote uishi ukitazama hapa, ona mbali kwamba Mungu anataka nini kwako. Jana tuliongea kuhusiana na nakataa kurudishwa nyuma, ingawa mawazo wangu ni mgumu na sina hakika kama nilikuwa consistent na kile ambacho nilikuwa nimekiwekea structure cha kuweka mkazo kwenye mwanzo mgumu. Lakini Roho Bwana alikuwa ameniteka kwenye mambo kadha wa kadha, nami nilihudumiwa vivyo. Bado leo sikupi hakikisho kama nitakuwa na mkazo ile consistency, ingawa somo bado liko pale pale. Nakataa kurudishwa nyuma katika kipengele cha kukabili au tunawaita wajumbe wa kurudishwa nyuma, kuwafichua kuwatambua. Kuna kuexpose na kuwatambua zile facts zinazowajulisha hao. Na jioni naamini kwamba nitakuwa na utulivu wa kutosha kuzungumzia kile ambacho tunakiita excusable distractions. Kuna mambo yanayoonekana kuwa ni halali, na wakati mtu ukiongea mambo hayo kwamba mimi ninahudhuria haya na ninahudhuria haya, sitaweza kufanya yaliyo ya Mungu, mtu mwingine akikushurutisha katika hayo, ataonekana hamjui huyo Mungu na ataonekana hana roho wa Mungu. Lakini pamoja na udhuru yako ya halali, unaweza kuta kwamba ni mkono wa adui kukukanyaga na kukurudisha nyuma, na ukaumepishana kabisa na ajenda ya Mungu. Na siku ya kesho tutakuwa tunafanya hitimisho la kukabili kurudishwa nyuma kunakotokana na upinzani wa nguvu, yani strong oppositions, au mwenye nguvu anayekupinga. Moja ya mambo yaliyo na machungu mengi katika maisha ya mtu awaye yote ni kuona ya kwamba umeanza safari ya jambo na ukajikuta umerudishwa nyuma katika jambo la safari hiyo, kwamba huwezi kuendelea nalo tena. Na
nimetazama tena na tena katika maandiko na kutambua ya kwamba hakuna mtu yeyote anayeangaza kama nyota yenye nuru bila ya mtu huyu kupitia mambo yenye kujeruhi yanayomwacha akiwa na makovu kadha wa kadha. Tafuta watu wa siku za maandiko na watu wa siku tulizo nazo. Kama wewe ni aina ya mtu ambaye umepitia majeraha, pengine majeraha yaliyo mazito na pengine majeraha yaliyo wazi machoni pa wote, na kupa hongera kwa kuwa ajenda ya Mungu iko katika maisha yako. Mtu yule ambaye huwa alipitia majeraha na sasa watu hawaoni majeraha alionayo, na hata makovu alionayo yamefunikwa na nuru ya utukufu inayoangaza katika maisha yake, huyu alikataa kurudishwa nyuma. Na tangu nyakati za anguko la Adamu mpaka leo hii, maisha ya mwanadamu yamezingirwa na mengi yanayosema kata tamaa, rudi nyuma, achilia mbali kila juhudi ulionayo. Naweka mkazo tena, kurudishwa nyuma hakujawahi kuwa jambo la furaha. Hata mtoto wa darasa la kwanza anaposhindwa kwenda darasa la pili, wengine wakienda yeye akabaki la kwanza lile lile. Wewe uliye mzazi unasema kwamba no, kuna vitu utakapoendelea kwenda madarasa mengine vitakusumbua, rudi hapo hapo. Ukitazama umri wake unasema kwamba una mambo mengi ya kutosha kucorrect makosa yako, wala una haja ya kukimbilia maisha. Lakini anapoona tena yuko shule ile ile, wala alikuwa nao darasa hili, wameenda darasa jingine, wamekuja wapya, ndio wanaungana na yeye, anasoma na wao tena mwaka huu, ndipo aende darasa lile. Inaleta distraction katika moyo wa mtoto huyu. Hata wale ambao sasa mmetoka kugraduate pamoja, wenzio wanaenda kupata kazi na wewe unabaki ukiwa unapiga mark time, huelewi kesho yako inakujaje. Unaanza kusikia kama vile dunia inakutenga. Wengine wanaenda katika maisha ya ndoa na familia, na wewe unahesabu miaka ukingoja na kuvumilia nini kitatokea. Maisha yoyote ya mkwamo, maisha yoyote yanayarudi nyuma, maisha yoyote ya mtu ambaye anaenda kwa uzito, maisha hayo haijawahi kuwa sababu ya furaha, haijawahi kuwa kitu cha kutia moyo, wala hakijawahi kupendwa na awaye yote. Hali ukijua kwamba hayo ni mambo yaliyo halisi, utakuwa na hekima ukipiga mbio kujua nini kinahusika na haya na jinsi gani unaweza kuepuka ukaondokana na hayo. Haleluya, haleluya. Mmoja wa watu ambao unaweza kuwatafakari kwa kina kwa wakati wako mwenyewe wa siku za maandiko, huyu si mwingine, anaitwa Ayubu. Ayubu, habari yake ni ndefu na wengi wetu tumesoma kisa chake, lakini mistari miwili mitatu hivi ya sura ile 28 ya kitabu cha Ayubu. Kisha Ayubu, kwanza mstari wa kwanza, Ayubu 29 mstari wa kwanza. Kisha Ayubu akaendelea na mithali yake na kusema, laiti ningalikuwa katika miezi ya kale, kama katika siku hizo Mungu aliponilinda, kama siku hizo ambapo Mungu alinilinda. Miezi ya kale sio nyakati zile za Nuhu, sio nyakati zile za kina Methusela, sio nyakati zile za kina Jared. Ni nyakati zake ambazo anakumbuka zamani alipokuwa ameinuliwa na sasa yuko mavumbini. Anasema, hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani, nami
nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake, kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Maana ni katika siku za ujana wangu, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu, wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami, nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka, wakati hatua za miguu yangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali liliponimiminia mito ya mafuta, wakati nilipotoka kwenda mjini, hata langoni nilipokitengeneza kiti changu katika njia kuu, hao vijana waliniona wakajificha, na hao wazee waliniondokea na kusimama, wanasimama kumheshimu. Wakuu wakanyamaa wasinene, na kuweka mikono yao vinywani mwao. Sauti yao Mesheki ilinyamaa, na ndimi zao zilishikamana na makaakaa ya vinywa vyao. Maana sikio liliposikia ndipo likanibariki, na jicho liliponiona likanishuhudia. Huyu ni mtu anayekumbuka siku za utukufu, naye amejawa na machozi. Maandiko yanaanza kwa kusema kwamba Ayubu akanena ushuhuda wake. Ananena habari ya mambo yaliyopita, ananena habari ya mambo anayojuta kuyapoteza. Ndiye anayetuambia Ayubu baadhi ya maneno yaliyo magumu kabisa. Liko tumaini katika mti, kwamba ukikatwa waweza kuchipuka tena. Tunasomaga habari za Ayubu katika nyakati za misiba tu, na nyakati ambazo watu wamepita katika yaliyo magumu. Na unapomtazama Ayubu, ni kielelezo cha Mungu kwa maisha ya uaminifu wa Mungu kwa mwanadamu, kwamba hakuna anguko, hakuna kurudishwa nyuma kunakoweza kumpata mwanadamu yoyote, ambako Mungu hawezi kukuinua tena, na Mungu hawezi kukutegemeza tena upate kuendelea mbele. Kama unadhani hiyo ni hadithi tu, Ayubu atakuwa miongoni mwa mashahidi waaminifu watakao kuambia ya kwamba inawezekana. Hakujawahi kutokea mwanadamu ambaye kwa siku moja alipoteza kila kitu alichokuwa nacho. Kwa siku moja alipoteza heshima yake, kwa siku moja alipoteza mali yake yote, kwa siku moja alipoteza familia yake, kwa siku moja alipoteza hata namna ambayo angekuwa naitwa kwa jina lililo jema, na ndani ya majira machache yaliyofuata akapoteza afya yake, na akabaki kimya, mwenye uchungu, na anajiuliza dunia ikoje? Dunia ikoje? Inua mkono wako wa kuume juu, sema nimekataa kurudishwa nyuma. Nimekataa kurudishwa nyuma. Bwana, acha iwe ya kwamba mjumbe yeyote wa kurudishwa nyuma atengwe na maisha yangu na hatima yangu na makusudi yako juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Huyu ni Ayubu. Ukija mwisho wa siku za Ayubu, Mungu akamrudishia vyote maradufu. Sote tunaelewa vyote maradufu. Sema vyote maradufu. Tena vyote maradufu. Bwana akurejeshe chochote ulichopoteza, iwe ni miaka akurejeshe, iwe ni afya akurejeshe, iwe ni heshima akurejeshe. Iko katika uwezo wake yeye tu kurejesha vilivyopotea. Na nadhani kuna moja ya program nilinena kwamba Ayubu unaweza kusema ya kwamba alirejeshewa vyote, lakini mwisho wa siku watoto wale waliopotea, yani watoto wa kiume 7 na mabinti 3 walipotea, waliokufa walikuwa hao, na mwisho wa siku akarejeshewa tena watoto wa kiume 7
na mabinti watatu waliokuwa wazuri kuliko mabinti wote wa nchi ile ya Usi. Nami nikasema kwa wale wanaojiuliza kwamba kwa nini kama alikuwa na kondoo 4,000 amepewa kondoo 8,000, kama alikuwa na ng'ombe 14,000 amepewa ng'ombe 28,000, kwa nini watoto wamepewa wale wale tu? Ni kwa sababu ng'ombe, kondoo, fedha na chochote ulicho nacho, ng'ombe wakifa wamekufa, kondoo wakifa wamekufa, watoto hawafi, wanaondoka hapa, wanaishi kule mbinguni. Kwa hiyo ana watoto wengine 10 ambao wako mbinguni na watoto wengine 10 yuko nao mahali hapa, kwa sababu mwanadamu anaishi milele, na Mungu anapompa watoto 10 sio 20 ni kwa sababu amerejesha vyote maradufu, na anapompatia 10 ni kwa sababu sasa ana watoto 20 Ayubu katika hesabu yake. Bwana afanye marejesho katika maisha yako. Jana nimegusa kisa ambacho sijakielezea, kilicho kigumu kidogo, cha huyu mwanadamu anaitwa Caleb. Wengi wetu hata katika idara ya Caleb, katika moja ya idara za ENCC tuna idara ya Caleb, lakini kuna habari ambayo mara zote maandiko yanapotaka kukuambia huwa inakueleza kilicho kizuri cha matokeo ya mwisho, haikuelezi mchakato wa yaliyopitia. Kwa nini Caleb anaheshimiwa kiasi kile na Mungu na akatunzwa? Ana miaka 85 na ana nguvu kama mtu aliye na miaka 45. Ni kwa sababu maisha yake, moyo wake, maono yake vimefungamana na Mungu, na hekima ya Mungu iko juu yake katika kiwango ambacho yale anayoishi ni kama haiwezekani kwamba mbingu ziitikie anayoyataka. Caleb ndiyo mtu ambaye hautasikia habari ya familia yake ikinenwa tena na tena. Caleb ni mtu ambaye alipoteza familia yake yote jangwani, na yeye alikuwa ni mtu aliyekuwa ni kamanda wa vita anayefanya training ya majeshi. Caleb wakati wakipambana na Amori na Moab ni sehemu ya watu ambao walilipa gharama kubwa, mataifa ambayo ndiyo ya kwanza kuyakabili kabla ya kuanza kuingia kwenye makabila ya Kanaani. Saa hizo bado Musa alikuwepo. Unapomwongelea Ogu mfalme wa Bashani, unapowaongelea wafalme hawa wa nchi ya mashariki ya mto Jordan, saa hizi Musa bado yuko anaongoza majeshi, lakini Caleb alikuwapo. Watu wawili walioenda kuipeleleza nchi katika nyakati za Yoshua, mmoja wapo wa makamanda anaitwa Salmon. Salmon tunasoma habari yake ya kwamba Salmon ndiye aliyekuwa miongoni mwa mababa waliomzaa Boaz, na hivi ndivyo utakavyotambua ya kwamba kutoka kwa Rahab alimzaa Boaz kwa Salmon. Hii haina maana kwamba Salmon aliishi maisha marefu. Salmon alipoteza uhai wake katika mapambano ya kuteka nyara taifa la Israeli, Kanaani ili iwe Israeli. Kumbuka, Caleb amepoteza familia yake kule jangwani, na saa hii anachoendelea kuishi nacho ni maisha ya kuhakikisha kwamba Israeli wanapata yaliyo mema. Na saa hii mmoja wa makamanda walioenda kuipeleleza nchi wakakaa Yeriko, wakafichwa kimuujiza na Rahabu, wamekuja Kanaani. Mmoja wao amemwoa Rahabu, lakini mataifa yanaendelea kuondolewa ili waweze kumiliki, na Salmon amepoteza uhai wake na anamwacha Rahabu akiwa mjamzito, na Caleb anakuwa baba wa kumbeba Rahabu na mtoto aliye tumboni mwake. Inagharimu mtu aliye na ukomavu wa kujua kwamba maisha sio ajenda yako wewe, maisha ni ajenda ya ufalme wa Mungu. Na kwa sura hiyo unaona mtu ambaye ameona vingi vikipotea, ameona vingi vikiondolewa, na hakai chini akabaki kujiombolezea akilia na kusema kwamba hii dunia ikoje, mbona mambo yote yananipa mimi hasara tu na kunibebesha mizigo isiyokuwa yangu. Anaendelea mbele akijua ya kwamba safari yangu lazima ilete faida kwa maisha na vizazi vya wanadamu.
maisha yako yatakuwa faida kwa vizazi vya wanadamu. Maisha yako hayatahesabu hasara nyakati zozote. Haleluya! Vipi habari ya Ruth na Naomi? Wengi wetu tunaielewa pia. Ruth alifika mahala akabadilisha jina lake. Anaporudi kutoka Moabu kuja Bethlehem, wanamlaki wanasema, je, huyu ni Naomi tunayemwelewa? Akasema, msiniite Naomi kuanzia leo hii, kwa kuwa huyo Mwenyezi, huyo Yawe amesimama kinyume nami, amesimama upande wa adui zangu ili wanitende madhara, nao wamenitenda madhara, naye akisema mtendeni hayo. Ameshuhudia kinyume nami. Tangu leo hii niiteni mara, niiteni uchungu. Msiniite tena Naomi, msiniite kupendeza, niiteni uchungu. Lakini ajenda ya Mungu ilibaki pale pale. Katika siku ambayo Naomi anapokea mtoto mikononi mwa mkwewe Ruth, naye amezaa mtoto wa jina la Obed, naye anapompokea, wanawake wote wa Bethlehem, maandiko yanasema wanawake wote wa Bethlehem walikuja ili wampe jina huyo mtoto. Nao wanapompa jina mtoto, wakambarikia Naomi wakisema, mwanao huyu mmoja ambaye ni binti anayeitwa Ruth, anayekupenda sana, ni bora, thamani yake inapita watoto wa kiume 7. Na mara nyingine nikasema, sio watoto wa kiume unadhani kwamba ni watoto. Hawa ni watu wazima ambao ni wameoa, wana nyumba zao, wana mashamba yao, wana ng'ombe wao, wana kazi zao, wana ajira zao. Mtu kazaa watoto wake 7. Leo hii thamani yake hailingani na binti mmoja anayeitwa Ruth kwa thamani yake. Mungu na akupe wewe kurejeshewa. Nasema Mungu na akupe wewe kurejeshewa, na maisha yako yasione kurudi nyuma kamwe. Sema, nimekataa kurudishwa nyuma. Nimekataa kurudishwa nyuma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sasa jana nilianza kueleza kwamba hii roho inafanya nini, lakini leo hii acha ni kurudishe kidogo kwa kukueleza zile kweli unazotakiwa kuzitambua kuhusiana na wajumbe wanaorudisha nyuma maisha ya watu. These are agents of setbacks. Ili shetani apate kutimiza jambo lolote katika maisha ya mtu yoyote, ni lazima awe na maagent. Yeye katika ulimwengu wa roho hana the legal ground, hana sababu ya halali kuwako duniani. Nchi imepewa wanadamu. Hata Mungu mwenyewe anapotaka kuja duniani lazima aje kwa idhini ya mwanadamu. Ndio maana iligharimu azaliwe mtu, Mungu mwana awe mwanadamu, ili aweze kuendelea na operations za wanadamu katika ulimwengu wa wanadamu. Kwa hivyo shetani siku zote atatumia wanadamu katika kwenda kuyakabili maisha yako. Leo hii mjumbe yeyote ambaye ni mjumbe wa kurudisha nyuma kwa maisha yako, atengwe na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema atengwe na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo jambo la katika hatua ya kwanza ina vipengele viwili: kuwatambua wajumbe wa kukurudisha nyuma. Katika kipengele cha kwanza, pointi ya kwanza, ni nani hawa ambao tunawaita kwa wajumbe wa kukurudisha nyuma? Jambo la kwanza ni watu ambao wametumwa na mwovu shetani kwa lengo la kuvuruga juhudi zako. They are there to frustrate your efforts. Wako pale kwa lengo la kuvuruga juhudi zako. Wewe uwe ni baba unajuhudia mema, wewe uwe ni mama unajuhudia mema, wewe uwe ni mtumishi wa Mungu unajuhudia mema, wewe uwe ni mfanyabiashara unajuhudia mema, ukijikuta una mjumbe wa kukurudisha nyuma, maisha yako yako kwenye hatari kubwa, kwa sababu
Huyu ajenda yake ni kukurudisha wewe nyuma. Huyu ajenda yake ni kukurudisha wewe nyuma. Wakati mwingine unaweza kukutana na aina ya tukio ambalo wala hata usijue kama adui ametumia mtu katika kumrudisha mtu nyuma, mtu mwingine nyuma. Nilipokuwa nasikia juzi tu habari ya kusafiri kwenu, kwamba watu wameleta gari ambayo inaonekana iko shapeless. Sasa huko kichwani mwangu siwezi kuingilia, siwezi kumuuliza nani anafanya nini, nani ikoje. Najiuliza, wamemlipa hela huyo mtu. Sasa hivi mkiambia nenda kalete gari nzuri, mwenzao akaenda akachukua wateja wa Moshi akaenda nao, hiyo inaenda kuwa kesi ya mahakama, na mahakamani hatuwezi kwenda. Kwa hiyo nini kinaenda kutokea? Itawalazimu mtafute pesa nyingine. Mnapoenda kutafuta pesa nyingine, mnampata mwingine. Mnapompata mwingine, kumbe ni ndugu yake, na yule anasema wanakuja hao, waambie tunaenda, hapo ikifika mahala fulani izime gari, waambie haiwaki. Agent wa setback, hautakuja kujua kwamba huyu ni agent wa setback, ila kila unachoweka mikononi mwake hakifanikiwi. Mara nyingine anaongea na wewe vizuri tu, mara nyingine anakupa mikakati inaonekana kuwa bora kuliko wengine wote. Ukiweka jambo mikononi mwake, ukiona halileti matokeo yanayokuja, kwa bahati mbaya wengine huwa wanakuwa hawajijui kwamba mikono yao inatumiwa na shetani. Hawa ni maagent ambao hawaelewi. Kuna wale ambao they are conscious of their effort and the others are unconscious of their efforts to set you back. Wakati ambapo huyu anakuwa hajijui kuwa ni mjumbe wa shetani, anabeba kwa moyo wote, lakini utashangazwa. Ameambiwa vema kabisa kwamba unapoondoka hapa ukaenda katika njia hii, tafadhali usimsalimie mtu yoyote njiani. Na akifika pale njiani anakuta watu wanacheza mpira, na yeye anaanza kutazama, yule bwana pale, yule bwana, mambo vipi? Saa hiyo ameshaondoka, hakuwa na nia mbaya. Hawa ndio akina Yuda. Kwa nini Yuda aliweza kutendewa hiyo fursa ya kuhakikisha kwamba anamsaliti Yesu? Wote mnaomstadi Yuda, oneni ule moyo mwema aliokuwa nao Yuda. Yuda hakuwa muovu kiasi kile. Yuda hakuweza kupambanua, na Yuda alikuwa kichwa chake hakina utulivu, mikono yake imepatikana mikononi mwa shetani. Yuda aliona namna ambavyo Bwana Yesu akitafutwa hakamatiki. Yuda akawa na urafiki na adui wa Yesu, na Yuda ana urafiki na Yesu mwenyewe. Kwa hivyo akienda kule anaongea nao vizuri, akija kwa Yesu anatulia kama vile hana habari na wale. Siku alipopata fursa akamuuza Yesu, akijua kwamba hii biashara imekamilika na hawezi kumpata wale. Hakujua kwamba haya ni majira. Yesu anapokamatwa, Yuda anaanza kuhuzunika kwamba mambo gani haya, mimi sikudhani kama ni hivi. Chukueni hela zenu mwachieni, mimi sitaki tena. Anasema tumemaliza biashara na wewe bwana, unatudai chochote? Kazirusha pesa zao hapo hekaluni, akaenda kujinyonga. Kwa nini? Kwa sababu uovu alikuwa nao, lakini haukuwa wa kiwango kile, na siku ile alifikia kiwango kile kwa kuwa shetani alimuingia saa ile. Mjumbe yeyote wa shetani anaye operate, wewe ukiwa hujui au unajua, yeye anajua au hajui, na kutenga naye leo hii katika jina la Yesu Kristo. Nasema na kutenga naye leo hii katika jina la Yesu Kristo. Juhudi yako isifadhaishwe, juhudi yako isivurugwe, juhudi yako isiharibiwe. Tena juhudi yako isivurugwe, juhudi yako isiharibiwe. Katika baadhi ya mambo mengine huwa yanakuwa ni mambo madogo madogo sana, lakini kama ingekuwa kwa mfano tuko na shamba kule Bagamoyo, mwaka fulani tulilima mihogo bwana. Tunawapa watu pesa kulima, kupanda, kupalilia, na sasa mihogo imekuwa tayari. Watu watakiwa wavune waende wakauze.
na niko na mdogo wangu kule, mmoja ni mchungaji wa Assemblies of God. Tumeenda naye, miogo iko tayari. Sawa bwana, vibarua utawasimamia. Nende mkatazame soko, mvune hiyo miogo na muuze, alafu utaniambie hesabu zimekuja kiasi gani. Tulipoondoka naye kaondoka, hakurudi huko tena. Kwa vibarua wakaanza kung'oa mihogo, wamejipatia soko wenyewe, wanauza wenyewe na kila kitu. Na mwisho wa siku ananipigia, nampigia kwamba mmefikia wapi? Tunaenda tunakuta shamba jeupe. Wanasema kwamba tulichokifanya hapa sisi, tumevuna hii mihogo, tumeuza ili tusafishe tena shamba. Shamba wakati mkisafisha nilikuwa nawalipa. Shamba wakati mkipanda nilikuwa nawalipa. Shamba wakati mnapalilia nilikuwa nawalipa. Kwa hiyo saa hii mmevuna mihogo, mmeuza. Kama ingekuwa ni kusafisha, si ningewalipa tena? Mihogo imeleta nini? Nikamwambia, lakini hapa mimi siwezi kuwalaumu hawa. Wewe ambaye ndio ndugu yangu, nimesema njoo ufanye hii kazi na hao watu, na mimi sikuwa nataka sana hiyo hela ya mihogo. Nitaka kama kutatokea chochote, shamba liwe safi, kusaidie na wewe mwenyewe. Hapa kuna mjumbe wa kurudishwa nyuma. Kuanzia leo, huyo aliyekuwa kilima tusimuone hapa tena. Haya, ngoja aje mwingine sasa. Kama ingekuwa ndio nawaza kwamba nataka nilime ili shamba, nataka nipande hii mihogo, nikivuna niuze, alafu nikisha uza nipelekee watoto wangu shule, hiyo disappointment sijui ingekuwaje. Ungeweza kwenda kwa mwenyekiti wa kijiji, ungeweza kwenda mahakamani, ungeweza kwenda huku na kule, unataabika kwamba kwa nini kitu kilicho wazi kabisa kwamba hawa watu wanatakiwa kuwa wahesabiwe kuwa wezi. Sijui, labda kwa sababu wameona huyu askofu tu hata mkila namna hii hawezi kuwashtaki wala hawezi kuwafanyia chochote, nyinyi kuleni tu. Kwa mfano wa shamba hilo, upite mbali na maisha yako nyakati zozote. Haleluya! Wajumbe wa kurudishwa nyuma huwa ni wajumbe wa yule shetani walio katika mission, wako katika agenda ya kukuzuia na kukuchelewesha kwenda mahala pa utulivu wako. Sasa natumia neno settlement kama neno utulivu. Kuna mahala mtu unakuwa hindered, unakuwa umezuiliwa, na kuna mahala unakuwa delayed, unakuwa umecheleweshwa mahala pa kwenda kwenye your divine settlement. Kila mmoja ana mahala anapoweza kuwa anamngoja Mungu kwa mahali hapo. Kwa mfano, Israeli walikuwa na stages karibu 3 ili waishi mahala ambapo sasa nchi ya maziwa na asali inawatumikia. Stage ya kwanza, lazima taifa lizaliwe wakiwa Misri, hii ni miaka 400. Stage ya pili ni wakati taifa linatengenezewa mila na jadi ya kiungu, hii ni miaka 40 jangwani. Na stage ya 3 ni kwenda kuimiliki hiyo nchi kwa mapigano. Haya ni mapambano ambayo hawakuwahi kuyajua nyakati zozote. Sasa wakati wowote kunapotokea mjumbe wa uovu ambaye lengo lake ni kukuzuilia hiyo settlement, kwa sababu mwisho wa yote miaka hii 40, miaka hii 400 inangoja siku ile ambayo mataifa yatagawana Kanaani. Miaka hii 40 inangoja nyakati ambazo mataifa yatagawana Kanaani, na wanapoingia Kanaani, unaona watu wanaoitwa watu wa wana wa Yusufu, haya ni makabila mawili, Efraim na Manase, walimwendea Yoshua wakamwambia, sisi ni taifa kubwa na mahala ulipotupatia hapatutoshi. Na Yoshua aliwaambia nini? Kweli ninyi ni taifa kubwa na mahala ambapo mnakaa hapawatoshi, lakini nchi bado ni kubwa sana. Jipangeni, mwende mkapambane, mmiliki kulingana na ukubwa mlionao. Nao wakatoka wana wa Manase, wakauliza ndugu zao, wakaenda kusaidiana, wakateka nyara katika kila eneo lililokuwa la thamani, kwa sababu walikuwa taifa kubwa.
Kama Yoshua angekuwa ni mjumbe wa kuwazuilia hiyo settlement, angesema no, taifa gani kubwa ninyi bwana, acheni viburi, tulieni hapo, wenzenu wengine bado hawajapata nchi, ninyi angalau mmepata hicho kidogo, shukuruni. Wangebaki wamezuiliwa, au wangewekewa ratiba nyingine iliyo ndefu ya kuwacheleweshea yaliyo matokeo ya the divine settlement. Mara ngapi umeona maisha ya watu ambao maisha yao yanapiga mbio ili wafike mahala watakapokutana na disappointment ya jambo walilolipigia mbio muda mrefu. Utaona mambo haya yanatokea katika mazingira ya watu wanapoenda kwenye ndoa zao. Kwa nini watu huwa tunakuwa makini vya kutosha kwa ajili ya watu ambao kuanzia saa wanasema wanakusudia kwenda kwenye ndoa? Kwa sababu saa ile mashetani yale yanayopinga maisha ya watu kuwa na ndoa zilizo bora yanainuka kwa nguvu kubwa. Wakati ambapo watu wanajiandaa kwa ajili ya kusema tunataka kuinua madhabahu ya ufalme wa Mungu, katika nyakati hizo watu hawa wanahitaji kuombewa sana, watu hawa wanahitaji kuzingirwa kwa upendo na kwa financial support. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna nguvu katika ulimwengu wa roho zinazosema hapa madhabahu haiwezi kusimama. Wakati ambapo watu wanataka kuanza miradi iliyo mikubwa ya thamani, ambayo kwa miradi hiyo wanajua kabisa kwamba inaenda kutikisa falme za shetani, kuzimu huwa inainuka ili ipate ku-create kile ambacho ni satanic hindrances and delays zisizokuwa na sababu yoyote. Mara nyingine unaweza kuta ni kikaratasi fulani tu, kidocument fulani tu ambacho kimekaa hakieleweki hivi na vile, kinachozuia watu wasiendelee na ajenda ya ufalme wa Mungu. Leo hii mkono wa Bwana ukunasue kutoka mahali hapo. Mjumbe yoyote wa kuchelewesha, mjumbe yoyote wa kuzuia, afagiliwe mbali katika jina la Yesu Kristo. Azuiliwe yeye katika jina la Yesu Kristo. 3, mjumbe huyu wa shetani ni aina ya watu wale ambao kamwe hawatamani na hawapendi wewe uingie katika majira yako mapya. Katika maisha ya mtu huwa kuna nyakati tunaita is your new season. Kuna wakati na kuna majira. Wakati huwa unaunda hayo majira. Majira ni nyakati zilizounganishwa pamoja ili kutengeneza majira. Kwa mfano, tuna majira ya vuli yanakuja, na wakati is just a moment, nyakati ambazo lango fulani linafunguka. Sasa ukiwa umengoja jambo kwa muda fulani mrefu, na sasa huu ni wakati unataka kuingia kwenye majira yako yaliyo mapya, na alafu kuna huyu mjumbe ambaye anakuzuilia au hataki uingie kwenye majira hayo mapya. Unajua kwamba unashughulika na mjumbe wa shetani asiyetaka niingie kwenye majira yangu mapya. Fungua macho yako ya rohoni na upambanue vema jinsi gani wale unaowashirikisha habari ya mambo unayoyatarajia wanayapokea hayo unayoyatarajia kwa moyo wa furaha na shangwe kama wewe unavyoyatarajia. Haleluya, haleluya. Mara nyingine wala unakuwa sio mtu uliyewakosea chochote, wala hutakiwi kujiuliza kwamba hivi mimi huyu Hamani nilimkosea nini? Mordekai alimkosea nini Hamani ili kusudi Hamani aanze kusema kwamba huyu nikimwacha hata ni overtake haraka? Jawabu lake hapa, na nikimua yeye huyu wako wa aina yake tele, jawabu lake ni kufuta kabila yote, taifa lote. Wamekosa nini watu hawa? Iligharimu uchawi wa Hamani na tunguli za Hamani na lamri zake kufunga kichwa cha Ahasuero mfalme, ili kila atakachoambiwa akubali kama mtu ambaye kichwa chake ni zuzu, kwamba mfalme, kuna watu katika taifa lako
maisha yao na mila zao na jadi zao, hawaingiliani na watu wa kabila nyingine yoyote duniani. Hawa jawabu lake ni kuwaua na tuwafute. Na mfalme haulizi hata swali kwamba watu hao ni akina nani na watu wao kabila yao ni nini. Anasema nimekubali. Unahitaji shilingi ngapi? Akasema wala uhitaji kulipia gharama yote, mimi pesa ninayo ya kulipa. Tunachohitaji ni muhuri wako na signature yako, tuwe tumemaliza. Akasema unavyo, kafanya hiyo kazi. Siku watu wengine wamefunga, wameomba, ambao ni Waisraeli. Mfalme anatambua kwamba alioidhinisha wauawe ni pamoja na mke wake. Ndipo roho ya akili timamu inamjia. Kwa huyu Hamani ana akili gani? Ndipo anajiuliza sasa, walikosa nini hawa watu? Walikukosea nini? Kabla hajatafakari hayo yote, ufahamu wake haujaweza kuprocess chochote, kaingia mjumbe mwingine akasema, tena mfalme, wale ni watu wenye kihelehele, tena mfalme, nyumbani kwa Hamani hivi tunavyoongea kuna mti wa dhiraa 50 umeandaliwa tayari. Leo alikuwa anaenda kumwangika Mordekai. Mfalme akasema, mmenisaidia, huo mti mkamwangike yeye mwenyewe sasa hivi. Maana yake kichwa chake bado kinajaribu kuprocess mambo, habari zinaendelea kuja. Kwa saa ile kichwa chake hakifanyi kazi kulingana na maamuzi yake, kinafanya kazi kulingana na matukio. Matukio ya mbingu yazidi matukio ya shetani katika maisha yako. Haleluya! Unakaa na mtu, umefanya vema, ukaripoti uharibifu, ulipaswa uinuliwe wewe katika cheo, akainuliwa yeye. Huyo anaitwa Hamani, na alafu ametulia na anakufumba kinywa, thubutu useme. Na unakaa miaka 20 inayofuata, anakuambia sasa ninaenda kukumaliza wewe na ukoo wako wote. Uhitaji kupambanua roho, unahitaji kuwa na ufahamu tu wa kuona, ujue kwamba huyu hana mpango wowote wa kufurahia mema ninayofurahia. Hata kama alikuwa ni rafiki yako wa tangu mmecheza wote michezo ya utotoni, wakati wowote anapokunja uso wake akisikia habari ya ushuhuda za mema yamekutokea, anza kuondoa miguu yako katika mduara wake. Wakati huo huo nasema, anza kuondoa miguu yako katika mduara wake wakati huo huo. Pointi ngapi nimekueleza? 3. Acha ni kupeleke kwenye kipengele kingine cha hicho nachokiita tambua. Hizi ni kweli zinazowazunguka hao wajumbe wa kurudishwa nyuma, wajumbe wa kurudishwa nyuma. Kweli ya kwanza, tambua ya kwamba hawawezi kuja wakiwa wazi, wanakuja wakiwa wamebeba siri, wanakuja wakiwa wamejificha, wanakuja wakiwa wanabeba kitu tunachokiita the manipulative words. Wana maneno matamu, wana maneno mazuri, wana maneno ambayo ni vigumu kwako wewe kuwaza kama wanaweza kuwa na nia yoyote iliyo mbaya na wewe. Ni vigumu. Ni watu wanaobeba uongo na ulaghai, na mara nyingine wanaweza kuwa ndio watu ambao katika watu wote unaotarajia kwamba anaweza kuhujumu juhudi zako zozote, huyo hautakuja kumwaza kabisa kama anaweza kuwa miongoni mwao. Hautakuja kumwaza, yani utasema kwamba watu wote duniani wakinisaliti, huyu atabaki kuwa mwaminifu kwangu, huyu atabaki kuwa mwaminifu kwangu. Kisa cha binti ambaye baba yake ana hasira kubwa kwa sababu amerudi siku moja kutoka chuo
na anasoma Biblia na anafanya maombi, na kujua kwamba baba yake ndani ya miaka 23 iliyopita ni memba wa coven moja inaitwa The Sword Coven. Wameweka upanga ule una kichwa cha nyoka kwenye jiwe kubwa, na wamejenga jengo la fahari. Wanakutana pale kwenye chumba kina giza na wajumbe wengine wa shetani. Kura imemwangukia yeye katika mwaka huu wa 23. Anatoa ushuhuda wake kwamba ndani ya miaka hii 23 hii coven haijawahi kumwangusha. Imempa cheo, imempa mali, imempa maisha ya fahari anayoyatazamia. Lakini kura imemwangukia yeye. Alipasa awe na mtoto wa kiume ambaye leo hii atakuja kuwekwa wakfu, achukue fimbo inayosema kwamba sasa ndani ya mduara wa miaka mingine isiyopungua 25 ijayo, familia hii itaongoza hii coven kwamba nini kinatokea. Lakini bahati yake mbaya alikuwa na binti mmoja tu, hakuwa na mtoto wa kiume. Kwa hivyo jambo linatokea nini? Lazima huyu binti afanywe kuwa kafara, lakini hawezi kufanywa kuwa kafara ya kuuawa moja kwa moja. Anatakiwa kuletwa ili damu yake kidogo itolewe, na mara damu inapotolewa akaunganishwa kwenye the sword, ilo jiwe ambao ni madhabahu. Maana yake watoto wote wa tumbo lake watakaozaliwa, bila kujali iwe ni kwenye ndoa au kazaa tu ovyo ovyo huko mitaani, hao watoto watakuwa na identification kwamba ni watoto wa kutumikia hii these covens. Na hakika kama anapotumia neno coven naeleweka kwa wote, lakini ni genge la wale wanaomwabudu shetani, ambalo hatuongelei uchawi wa wachawi wa kawaida. Ni kwamba wachawi wanapata maelekezo kutoka kwa hao. Sasa huyu binti ameokoka, na huyu binti ndani ya usiku mmoja anashangazwa. Baba ana hasira, anamwambia umeanza kuomba Mungu ambaye hajakufanikisha kwa chochote. Mimi nimekutendea haya, nimekutendea haya, na unaanza kujifanya. Akasema amna baba, hii nimekutana na Yesu kule chuoni na hivi. Baba alikuwa mkali, kachukua Biblia kaichoma machoni pake. Akamwambia baba, Mungu wangu hakai kwenye kitabu, Mungu wangu yuko moyoni mwangu tayari, na kinachotokea hapa huwezi kubadilisha mwelekeo wangu. Hasira ya huyu baba, na moja ya nyakati aliongea na huyu binti kwa simu. Sasa kwa kuwa kamfukuza kwamba imebaki masaa 24 tu. Sasa binti anajiuliza masaa 24 ya nini? Akabadilisha maneno haraka kwamba unajua, kinachotokea hapa ni kwa sababu tu, yani mimi nimechanganyikiwa hapa, hakuna chochote cha masaa 24. We njoo nyumbani, nimetubu, nimekununulia Biblia nyingine mpya. Na anaongea na yeye maneno kama mazuri, lakini anajiuliza jana ulikuwa na hasira kiasi kile, leo hii umekuwa mpole kiasi hicho. Masaa 24 unayotafuta ni ya nini? Mpaka saa hiyo binti hakuwa naelewa baba yake ni mtu wa namna gani. Anawaaga wenzie waliomhosi ambao ni wameokoka, wanasema baba amenipigia saa hii, anasema niende, ame-apologize, anaomba tukutane, na ameninunulia Biblia nyingine. Na hao wenzie wakamwambia tunadhani kuna mtego hapa, hebu tuombe. Kama umesikia neno masaa 24, wewe mwambie utaenda wiki ijayo, alafu tuone atasemaje. Akapiga akasema baba, nitakuja wiki ijayo na nini. Na huyu baba akakata simu, akatuma majambazi wake, na waita majambazi wake waende wakamteke na kumleta kwa shuruti. Walitafuta kila wanakomtafuta, hawamuoni. Wakarudi wakiwa wana hasira, naye akiwa na uchungu, mnafanya nini? Baba akaona namna ya pekee ya kumchukua mateka huyu binti ni kujifanya naumwa.
Kaongea na madaktari, yuko na pesa za kutosha, wakamweka ICU, wakamwekea oksijeni ya bandia, na wakampigia binti simu kwamba baba yako ana hali mbaya sana, unahitaji kuja kumwona, pengine itakuwa ni mara yako ya mwisho. Na anawaaga wenzio, anamwambia inaweza kuwa mtego mwingine, na anasema kwamba hapana, kumbukeni huyu ni baba yangu jamani, kumbukeni huyu ni baba yangu, hajawahi kunitendea mabaya yoyote. Kilichomtokea wiki hii hata sielewi hata kwa nini alichoma Biblia yangu. Inawezekana ikawa ni fursa yangu ya mwisho nimshuhudie wokovu. Inawezekana akiondoka katika hali hiyo kabla mimi sijamuona, itakuwa ni wakati mbaya sana ambao mimi sitakuja kujisamehe. Na binti kaenda na wenzio wamemsindikiza, na kwa sababu wanajua system inayotakiwa kuoperate pale ni binti anatakiwa kutekwa, wanamzuia rafiki zake kwamba anayetakiwa kuingia kule ICU ni mmoja tu, na ni kweli. Kwa hiyo twende, anaingia kule, anamuona kweli amelala, amevikwa hiyo oksijeni ya bandia. Baba, shikamoo. Na baba anatoa kila kitu, anakaa kwenye kitanda, anaambia nilijua utakuja tu. Kwa hiyo huumwi baba. Anasema kila njia niliyotumia kukuita uje tuzungumze imeshindikana, na mimi ninakuhitaji wewe. Twende mahala hawakui, inahitajika kiasi kidogo tu cha damu yako. Mambo yote niliyojenga haya ni yako, kwani nimefanya kwa ajili ya nani? Kama unavyojua sina watoto wengine. Hapana, hajui kwamba nyuma yake wale mabounce wamesimama. Ndivyo alivyofanywa kwa mateka. Mtu ambaye kama mtu akikwambia kwamba ni baba yako, hii haina maana kwamba mababa wote duniani ni wabaya. Ninachomaanisha hapa ni hoja ya kwamba kunapokuwako na mjumbe wa kukurudisha nyuma, halafu ukawa ni aina ya mtu hujawahi kuwaza kwamba ni miongoni mwa watu wanaoweza kuhusika, uko kwenye hatari iliyo kubwa zaidi kuliko mtu ambaye unamwamini kila unayemwamini ipasavyo bila kumwonyesha mashaka, lakini unapambanua kwamba asije kuwa na mitego ambayo siku ninapokutana na setback. Hii haiwi tu temporary setback, kuna setback nyingine zinakuwa permanent. Inamaanisha nini? Kwamba ikikurudisha ikakupiga mahala fulani, maisha yako hautakuja kurecover hiyo. Labda Mungu akupe fidia kwa namna nyingine iliyo tofauti kabisa, lakini sio kwenye trend ya yale yaliyokuwa yanaendelea. Mungu atakupa wewe roho ya ufahamu. Mungu akupe wewe moyo wa kupambanua. Waamini wale wanaopasa kuaminiwa mahala pa kazi ya mikono yako. Waamini wale wanaopasa kuaminiwa katika familia yako. Waamini wale wanaopasa kuaminiwa katika huduma, na Mungu akakupe kuendelea mbele daima. Mungu akakupe kuendelea mbele daima. Haleluya, haleluya. Point ya pili, hizi ni kweli zinazohusu hawa wajumbe tunaowaita wajumbe wa kurudisha nyuma. Point ya pili ni unawatambuaje? Ni kwamba hawa ni aina ya watu ambao mara zote wanaweza kuwa kwenye njia panda. Najaribu kupata maneno sahihi ya kumwelezea mtu huyu. Wanakuwa kwenye njia panda kwa sababu ya neema unayoibeba. Niite neema kidogo unayoibeba. Sema neema kidogo. Wanakuwa kwenye njia panda ya neema kidogo unayoibeba, ambayo inawazidi wao, na hawajui namna ambavyo wanaweza wakashirikiana na ajenda ya mbingu katika maisha yao na wewe
ili neema hiyo iwatumikie na wao. Naongea kitu ambacho kina nguvu sana katika jamii ya wateule na watumishi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Mtu aliye kwenye njia panda ya namna yoyote ile anaweza kuharibu thamani ya upendo ulionao na wengine kwa sababu alikuwa njia panda. Mtu aliye kwenye njia panda, roho ya wivu inaweza kuja juu yake kwa nguvu, mahala ambapo hangepaswa kuwa na wivu. Angepaswa kuona namna ambavyo baraka ya Mungu juu yako ni baraka yao wote. Watu waliokuwa kwenye njia panda ni watu kama kina Ruben, watu kama kina Simeon, watu kama kina Lawi dhidi ya Yusufu. Hawa wako kwenye njia panda. Sema walikuwa kwenye njia panda. Unaona wanasema nini? Yule bwana ndoto anakuja, akija hapa tunamuua na tuone ndoto zake zitakuwaje. Lakini alipokuja alikuja na chakula. Walipofika wakaona ngoja kwanza tule tushibe ndipo tumuue. Nakumbuka mara nyingine nimewahi kuhubiri ujumbe wa kila mlo wako hawezi kukuua tena. Na walipomaliza kula mlo wake walikuwa na ajenda ya kumuua tangu wamemuona kule mbali, lakini aliye kwenye njia panda baadaye wameshashiba, wakasema lakini tukimuua damu yake itakuwa mikononi mwetu. Kwa nini tupate shida namna hii? Tumtupe kwenye shimo lile refu pale. Huko chini kuna majoka, huko chini kuna hawezi kutoka, atajifia yeye mwenyewe, sisi tutakuwa hatujamuua kwa damu. Kumbe anayetoa wazo hilo, maandiko yanasema alikuwa anapanga baadaye aje amuokoe. Kwa hiyo hawa wanapanga kuua mtu, lakini wako njia panda, hawaeleweki, wako kwenye njia panda, wakamtupa shimoni. Nao waliokuwa wamepanga kumuua wakajua kwamba huyu Ruben ametuambia tumtupe huku, inaonekana atakuja kumuokoa baadaye. Wenzie wakawahi kurudi, wakamtoa huko shimoni, wakamuuza wakati yeye hayupo. Wakati yeye anakuja ili amuokoe, amtoe kule, amwambie toroka nenda nyumbani, watakuua hawa. Anakuja anakuta kijana hayupo. Halafu anarudi kwa ndugu zake tena, anaanza kulia, Lawi, Simon, nimeenda kwa nimekuta kijana hayupo, tukomtupa. Sasa wewe unalia nini? Tulimtupa ili afe. Kama amepotea shida yako ni nini? Tumemuuza sisi. Wako njia panda. Hao wengine wanasema tumtupe, hao wengine wamerudi kuja kumuuza bila kukubaliana na wenzao. Wako njia panda. Lakini jumla yoyote, sura ya 50 mstari wa 20 anasema nini Yusufu mwenyewe? Ninyi kweli mliyakusudia yote yawe maovu kwa ajili yangu, lakini Bwana amegeuza maovu yote mlioyafanya ili kuyafanya yawe mema kwa ajili yangu na kwa ajili ya kukomboa taifa hili lote. Haleluya. Wakati wowote unapofungamana na mtu yoyote, fungamana na watu ambao hawako kwenye njia panda. Fungamana na watu ambao wanajua kwamba safari yetu inaelekea huko, safari yetu inaenda huko. Waulize maswali yote wanayouliza ambao hawajaelewa, wanaruhusiwa, lakini wasiwe njia panda. Tamka nami, sema Bwana, niondoe kabisa katika roho ya njia panda. Niondoe katika jina la Yesu. Niondolee watu wote walio njia panda katika jina la Yesu. Niondolee katika jina la Yesu. Niondolee. Wajumbe, jambo la mwisho, wajumbe hawa wa kukurudisha nyuma huwa ni watu ambao hawakumbuki chochote kilichochema ulichokitenda katika maisha yao. Hata kama umetenda mambo zaidi ya 100, wao hawakumbuki lolote. Wanakumbuka yale mabaya, hata kama ni 2 matatu. Wanayakuza hayo, wanayaongea hayo,
na wanayafanya kuwa ndiyo mambo ya kukutweza na kukufanya ukate tamaa, usiendelee mbele. Sema, watengwe na maisha yangu. Tena, watengwe na maisha yangu. Kwa mara ya 3, watengwe na maisha yangu. Mara nyingi nimekuwa nikisikia watu wanaokutana na hali ya kukatishwa tamaa sana, kukatishwa tamaa katika kiwango ambacho ni kama hawatamani kufanya mema tena kwa mtu yoyote. Hawatamani kufanya mema tena kwa mtu mwingine yoyote, kwa sababu tu watu walio wajumbe wa kuwarudisha nyuma wamewarudisha nyuma. Wewe usikate tamaa na wala usiwahi kurudishwa nyuma katika jina la Yesu Kristo. Sasa hawa wajumbe wanaorudisha watu nyuma, wao wanapofanya operations zao wanafanyeje? Jambo la kwanza, huwa wanapinga kila kilichochema kinachotokea katika maisha yako. Chochote kilichochema, chochote wanachojua kwamba kitakuwa baraka kwako, wako kinyume nacho. They are agents of setback. Wanapinga kila kilichochema kinachotaka kukutokea. Wako kinyume, wako kinyume. Hapa ndipo mahala ambapo huwa na wapa angalizo wale viongozi wa idara na wale wakuu wanaoongoza watu wengine. Mahala pengine unaongoza wachungaji, unaongoza wateule wa Mungu, unaongoza idara. Miaka kadha hapo nyuma nilikuwa nakutana na swali tena na tena, hasa kutoka kwenye idara ya Abigaili. Tunataka mwongozo, tunataka mwongozo, tunataka mwongozo. Na nilikuwa nikiwaambia, mwongozo mkiutaka hata kesho mtaupata, lakini nataka kwanza muishi kama ndugu, kama familia, kama jamii, mnaojua kanuni za kuishi wokovu na kuishi kanuni za maandiko. Miongozo ikija kwenu nyinyi itakuwa ni ngazi ya kuwarahisishia kwamba tukiwa na hiki tufuate utaratibu huu na utaratibu huu. Lakini mkitaka kila kitu iwe ni mwongozo unawaambia, mtakutana na wengi ambao watakuta kwamba kuna mahala mwongozo huko kimya, haujasema kitu. Watatumia hiyo loophole kuwavuruga kwenye hayo, na hamtakutana nyakati zozote na kuendelea mbele kwa jambo lolote. Ukisema saa hii tunataka tuende Njombe, mtu anasema mwongozo unasemaje? Mwongozo katika ipi? Tusome tu mwongozo. Kwa hiyo hoja yake hapo ni kutafuta namna atakavyokwamisha, sio mwongozo. Wapendwa, hata Mungu mwenyewe ametupatia Biblia, akatupatia na Roho wake, kwamba kuna mahala fulani Biblia haitasema chochote, Roho wake atakuongoza. Wewe unategemeaje sisi tuandike mwongozo tukuandikie kila kitu? Kama huna roho inayotaka kubeba mambo yaliyo mema kwa thamani yake, ukawa ni mtu unayetumia miongozo kupinga ustawi wa wengine unapotaka kwenda mbele, wewe ni mjumbe wa kuwazuilia watu kuendelea mbele, mjumbe wa kuwazuilia watu kuendelea mbele. Hii ndio sababu katika baadhi ya watu hata unapotaka kuwasaidia inakuwa ni vigumu kabisa kuwasaidia, kwa sababu mioyo yao inapinga kila kilichochema kinachotaka kutokea. Pili, huwa ni watu ambao katika harakati zao wanaichukia kweli. They hate the truth. Kwa nini wanaichukia kweli? Ni kwa sababu ustawi wao wanaokupinga, mafanikio yao huwa yamejengwa katika msingi wa uongo na udanganyifu. Uongo na udanganyifu. Wanachukia kila kilicho kweli.
Wakati ukikutana aina ya watu ambao mko wote kwenye huduma, wao wanachopanga unaelewa, yule fulani hivi na hivi mambo, sasa kuna mambo fulani tukifanya hivi nitakushirikisha baadaye, mambo yetu yatanyoka, achana na wale. Na anayekuja kukushirikisha ni uongo, uharibifu, lakini unawafaidisha wao. Mkileta mambo katika nuru na kweli, hawako katika hayo. Hao ni wajumbe wa kuwarudisha nyuma. Wanatendaje kazi? Pointi ya 3 nimeigusa kidogo jana. Wanakuwa na nguvu katika hicho tunachokiita conspiracy. Lakini 4, niende kwenye point namba 4, huwa wanatengeneza genge. This is the ganging up. Wanatengeneza genge la watu ambao wana akili na mawazo yanayofanana na wao, yanayowaunga wao mkono, yanayokubaliana na kile wanachokitaka. Yani mko kwenye huduma pamoja, yani mko kwenye familia pamoja, lakini washangaa huyu na huyu wanaelewana sana, wanatengeneza genge lao ambalo ni kinyume cha maazimio, mwenendo, makubaliano na roho inayotawala kwenye project nzima. Wakati ukikuta kwamba wanatengeneza genge lao wenyewe ili waweze kuwapinga wengine, hao wamejitoa kwa shetani ili wapate kuwa ni watu walio wapinzani, watu wa kuwarudisha wengine nyuma. Ndio maana mwaka jana ule tulipokuwa, nadhani tuko kwenye kongamano la Morogoro, halafu mnaniambia kuna parish moja hakuna hata mmoja wa vijana aliyekuja. Nikasema tatizo haliko kwa vijana, mnahitaji kutazama mchungaji wao ana shida gani. Hapo nasema nini? Eti hawakwenda kwa sababu sijui wanafanya ujenzi, sio nani. Najiuliza, nani asiyefanya ujenzi mahala popote hapa? Hiyo ni roho iliyopandwa inayotaka kutengeneza genge la watu ambao wanaenda kinyume na utaratibu wa wote wanaosema kwamba tukienda hivi tutafanikiwa, tukienda hivi tutastawi, tukienda hivi tutakuwa na mema. 5, huwa wanafanya nini hao wanaotengeneza, ambao ni wajumbe wa kurudisha nyuma? Huwa wanawatengenezea watu mtego. They set up a snare. Ni watu ambao mara zote unaweza kudhani kwamba mnaenda salama nyote, lakini wao wana mitego yao. Watahakikisha kwamba utajikuta wewe una hatia tu. Unafanya kwa nia njema na kwa moyo mweupe, lakini utajikuta una hatia mahala fulani. Wanafanya nini? Point namba 6, huwa wanatumia silaha ya kinywa cha uongo kukupiga na maneno yasiyo kweli, ili uache kufanya yale aliyokupatia Mungu kuyatenda, ubaki ukijitetea dhidi ya uongo wao. Moja ya shuruti zinazoshurutisha watu katika roho ya kurudishwa nyuma ni pale ambapo unajikuta umeacha kufanya yale uliokusudiwa kuyafanya, na sasa unaanza kujitetea na uongo wanaokubandika nao. Nehemia alikuwa na hekima ya kutosha alipoitwa na kina Sanballat, kina Tobia na kina sijui Mwarabu, Mwamoni, kwamba njoo tuongee huko, inaonekana mnataka kujenga ngome, nyinyi mnataka kuasi dhidi ya mfalme, tutamweleza na hiyo kazi yenu itakomeshwa yote. Nehemia alijua hakuna anayeasi chochote hapa. Kwanza mfalme ametupa idhini, ametupa mbao, ametupa nyenzo, ametupa vikosi vya askari. Tunataka kuasi wapi? Kwa saa hii ukianza kwenda kujitetea na watu ambao ajenda yao ni kukomesha usijenge, jitetee. Utakavyojitetea hautakuja kushinda hiyo kesi, hautakuja kupata mwelekeo kwa kesi hiyo. Wamelenga kukupiga na maneno ya uongo ili uache kujenga kile unachotaka kujenga, uishi ukijitetea na kujihami dhidi ya yale wanayokuibulia. Mwisho huwa wanatumia the agents of monitoring spirits, agents of evil monitoring,
kuna kile tunachokiita the monitoring spirits ambazo zinakuwa ni roho tu za wanao monitor, lakini tunachokiita the evil monitoring mara nyingine zinakuwa si roho peke yake, hata watu. Mtumishi wa Bwana, umemkaje leo? Uko salama? Mungu ni mwema kabisa. Mwanangu amefanikiwa na tumetoka tu kumpeleka airport, anaenda Australia kwa ajili ya kusoma ile masters yake. Mungu ametusaidia sana, haleluya, Mungu ni mwema. Anatoka hapo anapeleka habari. Jamani, mnafanya nini? Mbona yule mtu kule mabaya hayampati? Sasa anaenda Australia. Hakikisheni hapa tunapata mtu wa kumpeleka Australia kwa lengo la kumuinda tu yule kijana kule. Sawa? Haijaanza katika ulimwengu roho, imeanza kwenye salamu. Na unadhani unatoa salamu tu, tumemka salama. Huu ni ushuhuda Mungu ametupatia, na mjumbe wa habari mbaya amepeleka habari mbaya. Shuhuda zako nazo zilindwe katika jina la Yesu Kristo. Wajumbe wa uovu hawatapata habari ya kuijadili katika genge lolote la waovu katika jina la Yesu Kristo. Na wakati mwingine hata habari si tu zile zilizo nzuri, hata zile habari za huzuni, habari za mabaya. Unawazaje kwamba mtu ambaye yeye hana wokovu, lakini sababu ya mapito yako kuwa magumu kwa namna moja au nyingine kwa siri, na wewe mahala pa kwanza pa kwenda kulia na kumwelezea habari yanayokukuta ni kwake yeye, ni kwake. Na anakuambia kuna mahala mimi nitakupeleka pata kusaidia sana. Pengine hiki ni kisa nadhani nilishare kule Mji wa Bwana, lakini kiko huko mtandaoni cha mchungaji mmoja kijana kule Nairobi, ambaye mke wake hakujua kwamba mama mwenyekiti, ambaye ni mama mtu mzima sana kwa hao wachungaji vijana, mama mchungaji alikuta document ndani ya nyumba, na hii document ni ya mashamba, ni mashamba makubwa, lakini hii document ni title deed, inaonyesha mama wa huyu mchungaji ndiye anayemiliki yale mashamba. Jambo ambalo huyu mama mchungaji hakujua ni kwamba yale mashamba yalikuwa ya baba yake huyu mchungaji, yani mume wa yule mama. Kwa yule mzee amefariki na yale mashamba yamehamishiwa title deed kwa jina la mama. Ingawa huyu kijana alikuwa ndio mrithi peke yake wa kiume, lakini yeye ameridhika kwamba hayo mashamba yaandikwe jina la mama. Sasa huyu mama mchungaji alipoona hiyo title deed, akaona kwamba kwa hiyo huyu ananunua mashamba anaandika majina ya mama yake. Inakuwaje? Sisi hapa tuna watoto na hivi mambo yanakuwaje? Akiwa hajakusudia lolote baya, huyu mama mchungaji kaenda kumwona huyu mama ambaye ni mzee wa kanisa na ni mwenyekiti wa wanawake hapo kanisani, kwamba mimi nina mashaka na kesho yetu na watoto wangu, kwa sababu huyu mume wangu mimi sielewi namna gani huyu mama yake amemvaa kiasi hiki, ananunua mashamba anaandika jina lake. Na huyu mama akasema, usiwe na shida, mimi kuna mahala nitakupeleka. Napokupeleka, yule mama mkwe kesha ishi sana kwanza, atazimika. Kwa hiyo kila kitu kitaenda wapi? Si kitakuwa cha kwenu. Na huyu mama mchungaji naye bila ya kuwa na ufahamu akakubaliana naye. Wengine tulikuwa tunatazamaga zile movies sijui za kina Pastor Oken miaka ile ya 95, ile ni kama vile ile movie, lakini ni tukio halisi linatokea, wala siku si nyingi sana hapo Nairobi. Wameenda kweli kwa mganga na wamepewa kitu, na huyu mganga akamwambia hiyo kitu isiingie maji. Akatoka nayo. Sasa sijui kaihendo namna gani, sijui kuna kamvua kalinyesha, kaingia maji, akaendelea na zoezi lake. Zoezi lenyewe akiisha kuifanyia hicho kifanyia, ataenda kuweka kwenye kochi la yule mama mkwe, mahala ambapo akitoka kwa vyote vile atakuja kukaa. Yule mama akajitokea kwa tokako na hivi kaja kajikalia pale,
lakini tatizo la ile ndumba ikabackfire. Tatizo likaanza kwa mtoto wao wa kiume ambaye ni mdogo na miaka 2-3 hivi, anaitwa John. Akaanza kuumwa pneumonia kali. Sasa baba mchungaji na mama wanafunga, wanaomba na wanawivu kweli kweli na Mungu, wanajua inawezekana. Wanaenda kwa daktari, pneumonia haishuki, na wanafunga, wanaomba, na anauliza maswali, Mungu ni nini hiki? Mimi nakutumikia, hili sio agano tulilonalo. Mwisho wa siku mtoto huyu John akafariki, wakazika. Wamebaki na watoto wawili wa kike, lakini huyu John ndiye aliyekuwa mpendwa wa bibi yake na mpendwa wa baba yake. Ilianza kumuuma huyu kijana, lakini mwisho akarecover. Siku ya siku anakuta ujumbe kwa mke wake, unamuuliza yule mama mwenyekiti kwamba bwana, kweli yule mganga ni mganga, anatumia neno legit, kwa Kiswahili chao ni Kiswahili Kiingereza, kweli mganga halisi kweli? Mbona ile mambo imebackfire na sasa aliyekufa ni mwanangu? Na yule mama anamwambia kwenye ujumbe kwamba itabidi turudi kule haraka, nadhani kuna kitu hakijaenda sawa. Kwani iliingia maji? Na anambia siku ile mvua ilinyesha, sasa sijui kama iliingia maji au nini. Na yule mama kule ni mzima, alimwambia inabidi turudi kule, na huyu keshaona yamemtokea haya kule, kurudi hana hamu, na huku kwa Yesu arekebishi. Kwa hiyo wamebaki wako kwenye njia panda. Mwisho wa siku mchungaji anakutana na huyu mama na mke wake, kesi imekuwa ngumu. Anaongea mbele ya kamera, huyu mchungaji anasema, nguvu ya kuomba imeniishia. Wale mnaoweza kushauri nishauri na mnisaidie nisimame, maana yake hapa nilipo hali yangu ni ngumu sana. Nini? Mjumbe wa kurudisha nyuma amemrudisha nyuma, anasikia nguvu zimemwishia. Anauliza mama, kwa hiyo tulikuwa tunafunga siku zile, tunakesha, tunaweka mikono juu ya mtoto apone, wewe unajua ulichokifanya na usemi? Akasema, mimi kuanzia leo ndoa mimi na wewe imeisha. Najua kuna watu hapa ungetamani asamehe, waanze upya. Huo ni wokovu. Ukiangalia sura ya huyo mama sasa, ambaye ndiye anaitwa mzee wa kanisa na ndio mama mwenyekiti wa idara. Wapendwa, mambo mengine hata usihitaji kupambanua roho sana. Ukiangalia sura tu unajua huyu mjumbe wa shetani. Sura tu yenyewe inaonyesha kabisa huyu ni kama alikuja huku duniani kwa bahati mbaya. Lazima tu shetani kamnyakua mahala fulani ili amtumie barabara kufanya mabaya. Anaulizwa, ilikuwaje wewe ukampeleka huyu? Unaona huyu kweli ni mama mchungaji, lakini mwanamke kijana sana, wewe ni mtu mzima, na wewe sasa mchungaji anachanganyikiwa sasa, hata sielewi huko kanisani wameshapeleka huko kwa mganga wanawake wangapi? Maana kama ni mke wangu mwenyewe kapelekwa huko, wengine ambao sijui kawapeleka ni akina nani? Na anawaza, mimi namtumikia Mungu na Mungu anashuka hapa, kumbe kuna watu wanaenda kwa waganga humu. Kila kitu kinakuchanganya eti kwamba bado upako nao au sina. Upako upo. Kina Kora, Dathani na Abiramu wakiinuka wakisema, wewe Mungu hajakuita peke yako, ina maana Musa Mungu hajamuita peke yake. Mama anasema nini? Mimi naona mmepata mwenyekiti mwingine, mnataka kumweka, mnanitungia maneno, mnataka sijui mnitoe kwenye mwenyekiti, basi mimi na kanisa lenu na hama. Anaondoka, anajidai natimka kwamba anahama kanisa. Kumbe wewe ulikuwa unakuja hapa ili utimize ajenda yako ya shetani. Nainua mkono wangu wa kuume juu kwa Bwana.
wajumbe wowote wa kurudisha nyuma maisha yako wakutane na moto ambao hauvumiliki katika maisha yako, wakusanye vilago vyao na kutoweka kabla hawajafanikisha uovu wowote. Anguko la wazi liwapate mahala palipo peupe, na vinywa vyao vikiri uovu walioukusudia. Hakuna kurudishwa nyuma kunapokuja kukiwa hewani. Shetani lazima ampate mtu, na inakuwa na maumivu makubwa zaidi yakipata mtu aliyekuwa karibu na wewe sana. Asubuhi hii tumeshughulika na watu wanaoweza kukusababishia kurudi nyuma, au wajumbe wa kurudishwa nyuma. Jioni nitagusa kile tunachokiita excusable distractions. Katika hatua hii ya jioni ndipo tutakuwa na wakati wa kukupeleka mbele za Bwana, tutakaposhughulika na kesi zote mbili, wajumbe wa kurudishwa nyuma na zile udhuru zinazoonekana kuwa za halali kwako. Wakati unapotafakari haya, Mungu aongoze hatua za miguu yako, na Mungu kupe kuendelea mbele kusikojua kurudishwa nyuma.